Mbio ya mgambo ikilia jua kuna jambo. Kutokana na kuibuka kwa matumizi ya teknolojia katika biashara, wafanyabiashara mjini Nakuru wameeleza manufaa ambayo wanapata kutokana na matumizi ya teknolojia. Wakizungumzia mjini Nakuru kupitia redio yetu, wafanyabiashara hawa wamesema kuwa teknolojia imewasaidia kuinua biashara zao kwa njia ya kufikia wateja ambao wako maeneo mbalimbali, huku wakishauri wafanyabiashara wenzio ambao hawatumii teknolojia ya kutumia. Tunatumia kwa biashara yetu sababu mostly hata tunauzaga ni onyesha kwa kiwango kikubwa, kwa sababu sahi hata tukiweza angalia sales yetu yenye tunauza over 60% tunauza online. Tunatumia mitandao kama ya Facebook, WhatsApp, Instagram, tuko na TikTok. So zote ndio tunafanyiaga huko marketing, tukionyesha customers wetu products zetu, tukimarket brand yetu ya Madhuki's Best Collection. So huko ndio tunatoa customers wale. Technology kwa sababu tuseme imeingia kila mahali, so mtu yeyote ambaye atabaki bila technology, bila kufanya biashara na technology, lazima biashara yake itabaki nyuma, kwa sababu watu wote wanashinda kwenye mitandao. So, ni ngumu hata kuinteract na watu ama kupata customers wakati unafanya biashara ile ya mambo zamani bila technology. So technology imeinua biashara. Ingekuwa mbali, ingekuwa chini zaidi, lakini tangu tuanze kutumia technology ni kama miaka 5-6 hivi imepita na tumeona mabadiliko makubwa. So tungekuwa bado nyuma, lakini technology imekuja kutusaidia, tumeinuka kidogo. Teknolojia imekuwa mojawapo ya sekta ambazo imechangia katika kuinua biashara yetu, kwa sababu tunapoweka content zetu kwenye mitandao mojawapo TikTok, Instagram ama Facebook, inasaidia kuinua mauzo yetu na inasaidia pia kufikia watu ambao hatujawafikia hapa. Naam, imetusaidia kwa sababu unaweza pata maybe duka kama yenye imeafikiana na hii yetu hapa, lakini hawana akaunti kwenye mitandao za kijamii. So uwezekano wa sisi kupata wanunuzi kutoka kaunti zingine ambazo si Nakuru peke yake inakuwa iko kwa kiwango cha juu kushinda wao. Tungekuwa tumeimarika, lakini hatungekuwa tumeimarika kama vile tumeimarika zaidi saa hizi kwa sababu ya hizi teknolojia. Technology in terms of my career inanisaidia because post the frames, sending the lenses, inquiring the patient about their condition. So inasaidia sana internet for that. Ndio inasaidia kwa sababu unaona kama sina that internet, I cannot able to communicate with my patient. Yes, na hata itakuwa very difficult for me just to communicate. So at least for that internet imesaidia because I can just call with even kama niko off ama siko off, can just communicate, post something, mtu anaona, getting more referrals from outside within the county. So it really helps by the way sana. So that kwa majina ninaitwa Michael, ninafanya kazi ya kuuza viatu na ninafanyia hapa town kwa stage. Technology ninatumia, lakini kwa biashara bado. Kwa sababu kama ni simu si ninatumia, lakini kwa kufanyisha biashara ndio siwezi sema nimeingilia sana. Mabadiliko yapo, hata in fact sisi wenye tunangojea customer wa kamin mwenye anaingia tu kwa duka wa walk in, si tunaumia sana kwa sababu na compete na watu wenye some extent tunasema wako lazy. Mtu wako kwa nyumba anafanya biashara na anafanya wakati wao. Sasa mimi lazima nikuje nifungue duka ningoje customer. Sasa pia hiyo competition imetuumiza sana. Certain group ya customers zenye siwezi reach juu kuna customer mwenye haezi kuja kwa duka, yeye anataka anunue utume kama pa. Sasa unakuta hapo ninapotea. Pia kwa majina anaitwa Jesse Mushiri, mfanya biashara hapa sokoni. Sina hiyo uwezo wa kutumia teknolojia, kwa hivyo sijaanza kutumia teknolojia kwa sasa. Nimeona mabadiliko mingi kwao, juu wao wanakuwa rahisi kufikia makasoma wao, na ninaona ni jambo nzuri, hata mimi ningependa nifike hapo. Na sasa niko na changamoto ya kupata wifi ndio niweze kufikia makasoma wangu mahali yote baba. Ni wengi sana nakosaga juu sasa kama customer anataka kitu nataka kuiona, so nakosa namna ya kumtumia vitu yaone ndio arudi aweze kununulia. Kama naitwa Mili,
William, na ninafanya biashara ya kuuza tight na towel na curtain. Juu sasa ukitumia technology lazima uwe na mahali kuna wifi uweze kupost vitu ambazo unauza, uweze kuwa customer wengi na wenye hata hawajui kwenye uko. Sasa ukipost wataelewa mahali uko, utaandika ni mahali unauzia na kunaitwa anje na ngoma. Wenye wanatumia technology sasa wakitumia hiyo unakutaka wako na customer mingi kuliko mimi ninangojea. Sasa zingine customer wanakuja kununua wakisikia bei yenye unauza na wengine wamepost, unakuta bei ni tofauti na yenye wanauza bei chini na wewe unauza bei ya juu. Ngojea customer mwenye anakuja, mwenye ujui ni nani atakuja au tu unangojea tu customer. Naitwa Chari, nauza manguo ya watoto na natel, na nisaidia to reach the customer out of viewing come to my shop na nunua. Ninaleta different zenye hawana, so the customer wanakuja kwa duka yangu. Ingekuwa inaenda na mwendo haraka sababu si reach out some other customers outside. Sasa juu ya technology I will get more customer. Kitumia itamsaidia kwa pata different customer apart from wenye tu wanampata hapa kwa duka. Because akipost mwenye tu amerelax kwa mambo zake anakuwa interested. Wameeleza changamoto ambazo wanakumbana nazo kutokana na matumizi ya teknolojia. Moja ya changamoto ikiwa ni watapeli ambao wanachukua maelezo muhimu ya wateja na kuwanyang'anya kwa kutumia jina la kampuni. Wameongeza kuwa katika mitandao ya kijamii kuna ushindani usio wa haki ambao unakandamiza biashara ndogo ndogo. Wafanyabiashara ambao hawajaweza kutumia teknolojia wamewaomba serikali iweze kuweka interneti ya bei ya chini ili kupunguza gharama, waweze kutangaza biashara katika mitandao ya kijamii na kuongeza mapato yao. Huku wafanyabiashara ambao wanatumia teknolojia wamewaomba serikali kukabiliana na matapeli ili kulainisha biashara. Huko ndio scammers wanapatikana wengi. Mwingine amechukua namba za customers wetu na kujifanya ni sisi yeye ni madhukis, ama yeye anajiita jina yetu na kutumia kutapeli wateja wetu. So hiyo ni challenge moja. Challenge ya pili ni mambo na delivery. Deliveries zinakuwa na stress. Zingine umepromise customer utadeliver products within muda fulani, lakini unakuwa frustrated kama ni wakati kuna shida za matatu na nini. Hizo ndio zinakuwa challenge mingi. So challenge mingi kwa technology ni wizi katika mitandao. Number 2 ni means za transport, ndio inakuwa shida sana. Hizo shida mbili ndio main kwa biashara katika wasaidiwe sana sana. Kwanza hiyo kukabiliana na wizi wa mitandao. Hiyo ndio challenge ile kubwa zaidi, kwa sababu mtu ataibiwa, saa zingine ameibiwa na jina yako. Mwenye hajazoea kukaa kwa social media sana ni ngumu kujimake. Seme to some extent technology hakuna mtu hawezi tumia, lakini ile difficulty yenye iko na hii technology ni unfair competition. Tambo ilikuwa ninaendea mzigo Nairobi, inakuja niletea mkazi wa Nakuru mwenye hajui hata hiyo mzigo kwenye inatoka, hajui bei na hajui latest kitokea. Lakini kwa saa hii customer ndiye anakuja anakuambia ninataka kiatu fulani yenye hata ni latest sana na anajua bei, kwa hivyo hauwezi mpata faida mzuri kutoka kwake. Sasa tena ikakuwa wholesalers bado wana market kwa retailers. Sasa unakuta bei yenye mimi nakula profit margin imeshuka kabisa. Mojawapo ni mtandao net. Kwa wakati mwingine huwa unasumbua kwa sababu wa hali ya anga, na pia ingine ni hizi teknolojia scammers wanatumia jina ya kampuni yetu kutolesha watu pesa ama kuscam watu pesa zao, alafu tunapata credit mbaya kutoka kwa wanunuzi huko nje. Lakini nadhani hizi serikali mahali ambazo inaweza changia ni kuweka hizi net za free government wifi for easy hadi hapa. So kwa sababu kuna wakati mwingine unaweza pata customer ama mnunuzi amekuja ana hiyo neti ya kukuonyesha nataka hii bidhaa ama nataka kitu kama hii, lakini if ungekuwa na free wifi ingekuwa rahisi kwa mnunuzi kukuja na kukuonyesha kwa urahisi ni nini ambacho anahitaji. Mimi ningesema watu wekee wifi zenye hatuwezi lipa, tuweze kupost biashara zetu, pia customer wengi tuweze kujiinua. Sisi wana biashara dogo dogo, naomba serikali ituwekee wifi ili tuweze
tuweze kuweka vitu zetu kwa simu na ziweze kufikia customer mahali popote yako, ili biashara zetu ziende, tuweze kuendeleza biashara zetu mahali popote customer kwa mahali popote wako. Changamoto ni mingi, saa nyingine labda kwa mfano labda kuna sasa tunapay labda net every month, saa nyingine imefika pale hauna that kulipia, communication itaenda through patient anataka umtumie the frames ama the thing that unauza, so ama saa nyingine poor weather, communication inakatwa, so that the changamoto sana unaona. Changamoto mimi niko nayo ni hiyo tu, just ya poor communication ya net okay jafika kila pali na kuna wale nyewezi access, but for me ile zingine venye biashara iko unajua uwezi lipa internet na una pesa, so that at least about the uchumi venye iko, so at least we improve that, at least ikuwe just affordable for everyone, at least unajua internet ikikuwa affordable kwa kila mtu, business business hata itaenda juu. Mtaalamu wa biashara Joseph Delito ameeleza manufaa ya kutumia teknolojia kwa kukuza biashara, kwani inavutia wateja mbalimbali na kuweza kusaidia kuweka rekodi ambazo hupatikana kwa haraka. Bwana Delito amesema kuwa teknolojia inaweza kufungua milango ya kazi, kwani yoyote atakayejifunza kutumia atapata kazi, akihimiza wafanyabiashara ambao hawajaweza kutumia teknolojia waweze kuitumia ili kuinua biashara zao. Kitu cha kwanza ni kwamba biashara ambazo zinatumia teknolojia zinaweza kuvutia wateja mbalimbali ambao wanataka kuona kwamba mifumo ambayo hizo biashara zinatumia ni kwamba inaweza kudukua wale ambao wanaweza kuingilia mitandao ama kuingilia mitambo ya biashara hizo kwa urahisi. Njia nyingine ni kwamba zinapunguza wizi ambao unatokana na wengine wizi wa wale wafanyikazi ama vile mali inavyoingiliwa. Pia inasaidia kupunguza ile hali ya kusema kwamba unaweza fanya vile vitu ambavyo mwanadamu anaweza fanya bila kuwa kwamba mashini inamwangalia yenye anavyofanya. Watafiti wengi wamesema kwamba miaka ijayo utakuta kwamba teknolojia itakuwa na nafasi ya juu sana katika maendeleo ya dunia mzima. Kwa hivyo tunaweza kusema wale ambao wataogopa ni wale ambao hawakukubali kupatia mabadiliko, lakini kila wakati lazima teknolojia ikija unaikubali na unaipokea na unaendelea nayo. Yote 9 ya 10 amewaomba serikali iweze kutoa mafunzo kwa wafanyabiashara kuhusiana na teknolojia, kwani miaka ijayo biashara zitakuwa zikifanywa kutumia teknolojia na kuhakikisha kuna usawa wa ushindani. Na hakuna wakati dunia itasimama useme kwamba leo hakuna kitu kipya katika soko ya teknolojia. Tayari mitandaoni imefanya biashara kuwa ya haraka na ya kuwa ya urahisi, na unakuta kwamba katika mitandao italeta kazi ya aina nyingi because kila mtu atafanya kazi yake. Hizo kazi ambazo zinakuja sasa pale katika mitandao zitakuwa ni nyingi kiasi kwamba uchumi utakuwa unaenda kwa haraka, na kwa hivyo serikali ina jukumu kubwa kabisa kuelimisha na kuhamasisha umma ambayo teknolojia ambayo itakuja na mabadiliko yake. Uzoefu huo wa kuanzisha teknolojia mapema wakati bado watoto ni wachanga kiasi kwamba wakati wanafika katika vyuo vikuu itakuwa hali ya kawaida na hawataona kama ni kitu kigeni sana. Serikali izuie mambo ambayo inaweza kugundua zuia mambo ambayo yanaweza kufanyika katika wizi na katika mambo ambayo tunaona kuna hiyo utapeli ambao unaendelea katika mitandao. Serikali inaweza kukomesha na kuweka kwamba wakati teknolojia inakuwa, pia ujuzi wa watu na elimu na pia uhamasisho uwe unaendelea kwamba. Nikilipotia redio yetu, langu jina ni Lechu Johnson.